Ofisi ziko 5. Makao makuu ya ofisi za bodi ni Mwanza, lakini tuna ofisi Bukoba, ndio. Tuna ofisi Geita, tuna ofisi Msoma, na tuna ofisi Bariadi. Kwa hiyo hizo ndizo ambazo ofisi zetu zinazosaidia kwenye usimamizi wa rasilimali za maji kwenye eneo letu la bonde la Ziwa Victoria. Na eneo la bonde la Ziwa Victoria kwa ufupi ni kwamba ni eneo ambalo mvua ikinyesha maji yake yanateremka kwenda ziwani. Kwa hiyo ziwa ndio eneo ambalo linakusanya maji. Kwa hiyo ndio inakuwa eneo la bonde la Ziwa Victoria. Yeah. Historia ya taasisi ikoje? Kuanzishwa kwake na madhumuni yake yalikuwa ni nini? Historia ya kuanzishwa kwa bodi ya maji ya bonde la Ziwa Victoria. Of course hizi bodi nchini zimeanzishwa, ziko bodi 9. Kwa maana serikali yani tunasema mabadiliko ya kisera kwenye sekta ya maji yameanza miaka mingi. Kabla ya ukoloni, yani kipindi cha ukoloni tulikuwa na mfumo wa usimamizi wa rasilimali za maji kwa njia ya mabonde. Lakini baada ya hapo sera ikaendelea kufanywa mabadiliko. Kwa hiyo baada ya uhuru tukawa na usimamizi wa rasilimali za maji kwa kupitia tunasema ofisi za mkoa, zilikuwa zinaitwa regional water offices. Ndio. Kwa hiyo ndo hapo usimamizi wa rasilimali za maji ukawa uko chini ya ofisi za mkoa. Na baadaye imeendelea kwenye miaka ya 90 tena kukafanyika mabadiliko kwenye sera ya maji. Kwa tukawa tena usimamizi wa rasilimali za maji ukabadilika, ukarudi tena kwenye mfumo wa kimabonde. Na usimamizi wa maji wa mfumo wa kimabonde ni kwamba tunafuata tunasema hydrological patterns, yani mifumo ya kihidrolojia ya usimamizi wa maji. Lakini sisi hatufuati mifumo ya kiutawala kwa maana ya mikoa ni tofauti kidogo. Ndio maana unaweza kukuta kwa mfano sisi bonde la Ziwa Victoria tuna mikoa takriban mikoa 8 ambayo tunaisimamia. Kwa hiyo kwa maana tuna mikoa Mwanza, Geita, Kagera, Simiyu, Mara, na sehemu za mikoa wa Shinyanga na mkoa wa Tabora pamoja na mkoa wa Arusha sehemu kidogo. Kwa hiyo hizo ni sehemu zote ambazo zinakusanya maji kuingia kwenye Ziwa Victoria. Kwa hiyo ndo mfumo. Sasa hiyo ndo tuseme historia ambavyo ilivyokuja. Sasa sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya mwaka 2009 ilipotungwa. Kwa hiyo ikawa imetoa mamlaka kwamba kuwe na bodi sasa za kusimamia haya mabonde. Kwa hiyo hizi bodi zilianzishwa, kwa mfano bodi yetu ya maji ya bonde la Ziwa Victoria ilianzishwa mwaka 2000 kwa sheria hiyo ya usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa hiyo ukiangalia mpaka sasa tuna umri wa miaka 16 kwa bodi hii ipo inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kuanzia hapo ndipo tukawa tumezaliwa mwaka 2000 na tunaendelea na majukumu sasa ya usimamizi wa rasilimali za maji kwenye eneo la bonde la Ziwa Victoria. Lakini nchini kote tuna bodi za maji za mabonde ziko 9 ambazo kila bodi imeanzishwa kwa muda wake kutegemea na wakati sahihi ulivyokusudiwa kufanyika. Lakini ya kwetu ilianzishwa mwaka 2000 na ikiwa na jukumu kubwa la usimamizi wa rasilimali za maji kwenye eneo la bonde la Ziwa Victoria. Na kwenye hii bodi kuna ile mito, umesema kuna maji ambayo yanaingia ziwani. Mito gani ambayo inachangia pakubwa kuingiza maji kwenye Ziwa Victoria? Asante mtangazaji. Mito ambayo tuliokuwa nayo mikubwa kwenye eneo la bonde la Ziwa Victoria, kwanza tuna mto Kagera. Huo ndo mto wa kwanza kabisa unaoingiza asilimia kubwa ya maji kwenye Ziwa Victoria. Na mto huu maji yake ni shirikishi kati ya nchi 4, kwa maana ya kwanza nchi yetu ya Tanzania, lakini tuna nchi ya Uganda, tuna nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda. Na mto Kagera unaanzia kwenye nchi hizi mbili. Kwa hiyo kuna matawi mawili.
kuna tawi moja linaanzia Rwanda, kuna tawi lingine linaanzia Burundi. Kwa hiyo yanakuja na yale maji yanakuja naungana sehemu moja inaitwa Rusumo. Okay. Sasa hapo Rusumo ndo zinaungana kutengeneza sasa mto unaitwa mto Kagera. Lakini mto ukiwa unatoka Rwanda unaitwa Kagera. Ukiwa unatoka Burundi unaitwa Ruvuvu. Kwa hiyo zikija kukutana hapa ndo zikatengeneza jina jipya ambalo linaitwa Kagera. Kwa maana yake Akagera na Ruvuvu zimeungana zikatengeneza mto Kagera. Kwa hiyo unaposhuka sasa kuanzia pole Rusumo, maana yake unashuka huku chini mpaka kwenye ziwa Victoria ndo unakuwa tayari ni mto Kagera. Okay. Kwa hiyo ndio ukao unabeba hilo jina kubwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mto kuanzia baada ya Rusumo pale kuteremka huku chini, maana yake ndio unakuwa ni mto ni mkubwa na una urefu mkubwa mpaka kuja kufika kwenye ziwa Victoria. Lakini mto wa pili tuliokuwa nao mkubwa unaoingiza maji ziwa Victoria ni mto Mara. Mto Mara pia maji yake ni shirikishi ambayo maji yake yanaanzia nchini Kenya. Kwa mto unaanzia nchini Kenya kwenye milima inaitwa Mau Forest. Ambao huo mlima ni kwamba umehifadhiwa vizuri, kwa kuna miti. Kwa hiyo unahakikisha kwamba pale kwenye chanzo cha maji hapa haribiki kwa ili kuendelea kutoa maji. Kwa hiyo unaanzia kule, unakuja unapita kwenye mbuga ya wanyama inaitwa Masai Mara. Masai Mara. Masai Mara ni mbuga ya taifa ya Kenya ya wanyama. Alafu unakuja mto Mara unapita kwenye mbuga yetu ya taifa inaitwa Serengeti National Park, na baadaye maji yake yanakuja yanaingia kwenye ziwa Victoria kwenye eneo la manispaa ya Msoma. Kwa hiyo kwa ujumla huo ni mto ambao unashirikisha kati ya Tanzania na nchi ya Kenya. Kwa ni mto mkubwa ambao unaleta maji mengi kuingia kwenye ziwa Victoria. Sasa mito mikubwa mingine tuna mto Grumeti ambao mto unao unaanzia kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo maji yake yanakuja mpaka yanaingia kwenye ziwa Victoria. Lakini pia tuna mto Mbarageti. Na of course wenyewe unaanzia ndani unaenda unaishia ziwa Victoria na unaingiza maji. Tuna mto Simiu wenyewe unaanzia pia Serengeti kidogo na game reserve ya Maswa inakuja maji yanaingia kwenye ziwa Victoria. Na tuna mto mwingine kunaitwa Isanga, mto mkubwa unaleta maji ziwa Victoria. Lakini tuna mto Ngono ambao uko mkoa wa Kagera na unaingiza maji kwenye ziwa Victoria. Sasa tuna mito mingine midogo miwili ambayo iko kwenye miji mikubwa. Kwa Mwanza hapa tuna mto Mirongo na unaingiza maji kwenye ziwa Victoria. Kwa Kagera tuna mto unaitwa kuna mto mdogo ambao pia nao unapita mjini kabisa pale. Unaingiza maji pia kwenye ziwa Victoria. Unaitwa mto Kanoni ambao unaingiza maji ziwa. Kwa hiyo kwa ujumla hiyo ndio mito mikubwa ambayo inachagiza uongezaji wa maji ndani ya ziwa Victoria. Umetaja vizuri hasa kwenye mito, lakini pia hata ziwa letu Victoria. Bonde lina majukumu gani hasa kuisimamia hii rasilimali ya maji ambayo tunahitaja kwa ajili ya kumsaidia mwananchi mmoja mmoja, lakini pia kuongeza mchango katika uchumi wa taifa? Bonde ya maji, bonde la ziwa Victoria ilipoanzishwa, ili sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji yenyewe iliainisha majukumu ya kusimamia hii rasilimali muhimu, rasilimali ya maji. Kwa hiyo majukumu yake makubwa yako takriban 23. Lakini sisi kama watendaji kwa tuliangalia njia bora ya kuweza kusimamia haya majukumu na kuyatekeleza kwa kiurahisi na kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo tuliweka mafungu matatu ya utekelezaji wa hayo majukumu ambayo yameainishwa kwenye sheria. Sasa fungu la kwanza, sisi kama watendaji tunachokifanya, tunafanya tathmini ya rasilimali za maji. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema tunafanya assessment tunafanya assessment na wanasema assessment and evaluation ya availability ya water sources. Kwa hiyo tunaangalia sasa, tunafanya hiyo tathmini ya uwepo wa maji kwenye vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo na hiyo tathmini maana yake ni nini? Maana yake tunaangalia kiasi gani cha maji
tuliokuwa nayo kwenye vyanzo vyetu vya maji na yana ubora kiasi gani. Kwa hiyo hilo ndio jukumu la kwanza. Na katika jukumu hili ili uweze kufanya tathmini ya maji yaliyopo, manake kazi ya kwanza ambayo tunayofanya ni kwamba tunajenga vituo kwenye mito, kwenye ziwa, na pia tunajenga vituo vya hali ya hewa. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye bonde letu zima, kama nilivyotaja kwa ukubwa wake, tuna vituo 97 ambavyo tunavyofuatilia mwenendo wa maji. Sasa vituo hivi 97 navyo tumevigawanya. Kwa mfano tuna vituo vya mvua ambavyo tunavyopima mwenendo wa maji, tuna vituo kwenye mito yenyewe, tuna vituo kwenye ziwa. Kwa hivyo ndio vituo ambavyo tunafuatilia. Kwa mfano kwenye ziwa Victoria lenyewe, ziwa Victoria tuna vituo 4 ambapo kimoja tumefunga na Sio, kingine tumefunga Msoma, kingine tumefunga Mwanza, sehemu moja inaitwa Mwanza South, kingine tumefunga Bukoba. Kwa hivyo ni vituo ambavyo tunafuatilia mwenendo wa maji ya ziwa Victoria. Lakini vituo vingine tulivyo navyo ni kwenye mito, kama hivyo sema ile mito mikubwa tumefunga. Na kwa sasa tumebadilisha baadhi ya vituo, tumeweka vituo vile vya tunaita telemetry stations. Yaani ni vituo ambavyo tunaweza tukapata takwimu hata tukiwa ofisini, sio lazima mpaka mtu aende asome. Tofauti na zamani. Zamani ilikuwa lazima mtu aende pale kwenye ile geji aweze kusoma kwamba sasa hivi water level iko ngapi, alafu atume taarifa ofisini. Lakini sasa hivi tunaenda tunabadilisha kwamba tunaweka teknolojia. Kwa hiyo tunaweka vituo vya kisasa ambapo vinatupa taarifa direct kwenye tukiwa pale ofisini kwenye mfumo. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo la kufanya assessment. Lakini pia hata upande wa ubora wa maji. Kwa hiyo tuna vituo pia ambavyo tunafuatilia ubora wa maji, ambapo kwenye vituo vyetu vya mtoni, kwenye vituo vya ziwa, lakini pia kwenye viwanda pia tuna station zetu za kufuatilia ubora wa maji, kwa sababu wenye viwanda wanachukua maji kwenye ziwa, wengine wanachukua kwenye mamlaka, lakini baada ya kuwa wametumia yale maji, yanahitaji yale maji kurudi kwenye mfumo wa kimazingira ili kuendelea kutengeneza ile complete cycle ya tunaita hydrological cycle. Kwa hiyo wao pia tuna vituo vyetu vya kufuatilia mambo ya ubora wa maji. Lakini jukumu au tuseme fungu la pili sasa. Fungu la pili, baada ya kuwa tumeshajiridhisha kwamba maji yetu tulionayo yako kiasi gani, yani manake tunaposema kutathmini kama kuyahesabu kwamba kama ni ndoo una ndoo ngapi za maji, kama ni mapipa yako mangapi. Kwa hiyo ukishajua yako kiasi gani, sasa ndo nakuja jukumu fungu la pili. Mkurugenzi, labda kabla hujaenda kwenye hilo fungu la pili, umetuambia tunaweza tukakaunt maji yetu, na kautije, lakini yapoje sasa? Tuna maji kiasi gani? Yani tunavyo count ni kwamba of course ni kazi ambayo tunafanya ya kihidrolojia zaidi ya kuweza kuhesabu, lakini kwa takwimu kwa haraka ni kwamba maji kwenye ziwa Victoria tunayo ya kutosha. Kwa sababu kiasi ambacho tuliotumia ni kidogo, hakifiki hata 3% ya kiasi cha maji ambayo tuliokuwa kilichotumika. Lakini kiujumla maji tunayo ni mengi, maji ya kwenye ziwa, lakini pia hata kwenye mito yetu. Ingawa kuna baadhi ya mito ambayo inatiririsha maji wakati wa mvua tu, ikishaisha mvua maji yanakauka. Kwa mfano mto Simiyu una tabia hiyo ya yani mvua ikinyesha maji yanakuwa mengi kweli, yani mtu anaweza hata usipite pale. Lakini of course yanaenda kwenye ziwa Victoria, kitu ambacho sio mbaya. Kwa takwimu ya hivi karibuni inaonyesha ziwa letu idadi ya maji inapungua, inashuka, ama iko kwenye ratio ya kawaida kwa msimu wa mvua na msimu wa kiangazi? Kwa hivi karibuni ratio ya maji iko average. Yani sio kwamba imepungua wala sio kwamba imeongezeka. Sasa of course kupungua kupo kidogo ukilinganisha na ilikuwa mwaka 2021 ambapo maji yaliongezeka sana kwenye ziwa Victoria. Nadhani unakumbuka mwandishi wa habari, ilitokea hiyo mpaka mafuriko. Kuna baadhi ya kaya ambao ziliingiwa maji. Kwa mfano Mkuyuni Butimba pale kuna nyumba ambazo zilikuwa zilijaa maji sana kipindi kile. Lakini pia huko Igombe bwana, ukienda Bukoba vile ilikuwa hivyo mpaka na Msoma. Kwa maeneo mengi yalijaa maji mpaka kwenye zile hoteli. Nadhani mnafahamu hoteli za hapa mjini baadhi
zilifunga kwa muda. Ni kipindi hicho ndo maji yaliongezeka sana. Sasa hilo ni level ambayo kwetu sisi ilionekana ndio iko juu kwa mwaka 2021. Lakini kwa sasa hivi kidogo inaenda inapungua, lakini haipungui chini ya wastani. Kwa hiyo bado maji yako mengi. Tunaona kwa mfano fukwe ukiangalia kwa sasa zinapungua size tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kwa mfano umetaja eneo la Igombe, umetaja maeneo ya Mkuyuni. Ni kweli kwenye yale baadhi ya maeneo ambayo yalifunikwa na maji bado yanaendelea kuwepo kwenye usawa huo. Sisi wananchi wa kawaida ambao hatujui kupima hiyo average ya maji, ndivyo tuone maji yanazidi kuongezeka ndani ya ziwa ama tuone yako tu sawa? Of course kwa wananchi ambacho huwa wanakiona wanaona kuna mambo mawili ambacho wanaona. Kwanza, wakati wa mvua maji huwa yanasogea kwenye familia zao. Kwa hiyo wanapata indication kwamba maji hapa yameongezeka. Lakini aina nyingine, ukienda pale, ndugu mtangazaji, kwa mfano natolea mfano, kuna mawe ambayo yako kwenye ziwa. Sasa huwa yani maji yanapokaaga sehemu yakikaa muda mrefu huwa yanaacha alama. Sasa zile ni alama ambazo wenyeji huwa wanazitumia kuonyesha kwamba kuna kipindi fulani maji yameongezeka au maji yameshuka. Kwa hiyo kuna zile alama ambazo huwa zinaonyeshwa na maji, zinaachwa na maji. Kwa sababu maji yakishakaa sehemu fulani muda mrefu, yakikauka au yakashuka ile level yake, maana yake itaacha ile alama. Kwa hiyo na hiyo ndio wanaitumia sana wenyeji kuona kwamba sasa hivi ile alama imetoka iliyokuwepo, maji yameongezeka. Na hizo alama wanazitumia pia hata kwa ajili ya tahadhari kwa wenyewe. Kuona kwamba kama maji yamefika kwenye hiyo level, maana yake muda wote yanaweza yakasogea kwenye nyumba zao. Kwa hiyo hizo ndio wanatumia kama alama. Kwa kipindi cha hivi karibuni, bodi imepata mafanikio gani kutokana na uhifadhi na usimamizi wa maji ndani ya bonde la Ziwa Victoria? Kiujumla mafanikio, tumefanikiwa kwa kazi au kwa kiasi kikubwa kutokana na tangu bodi iweze kuanzishwa mwaka 2000 mpaka kufika sasa. Maeneo ambayo tumefanikiwa, eneo la kwanza tumefanikiwa ni kuendeleza rasilimali za maji, tunasema water resources development. Kwa hiyo kwenye eneo hili kwa upande wa tunasema tunajenga miundombinu ya control floods. Kwa hiyo kwenye maeneo haya kwa mfano tumejenga mabwawa takribani 7 ambayo of course yanakuwa na matumizi tofauti. Tumizi la eneo la kwanza manake tuna control flood ili kupunguza changamoto chini. Kwa hiyo tunachukua yale maji. Lakini pia tunapochimba mabwawa manake tuna store maji kwa ajili ya matumizi ya watu wakati wa kiangazi ambapo kunapokuwa hamna maji. Kwa hiyo watu wanawasaidia kunani. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumefanikiwa. Lakini eneo lingine ni kwamba tumefanikiwa kuchimba visima karibia kwenye maeneo mengi, visima ambavyo vinasaidia wananchi kwa maana ya public use. Kwa mfano tumechimba visima zaidi ya 10 halmashauri ya Buchosa, tumechimba visima Geita zaidi ya visima navyo Geita mkoa kama wa Geita tumechimba visima zaidi ya 20. Kwa sababu wilaya ya Chato tulichimba visima 15, lakini na maeneo mengine ya wilaya ya Geita tumechimba visima kama 5. Kwa hiyo ni almost zaidi ya visima 20. Lakini mkoa wa Mara pia tumechimba visima kama 5 kwa maana ya kuhudumia public. Maeneo ya Bariadi pia tumechimba visima vingi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yana changamoto ya upatikanaji wa maji. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupeleka nguvu kubwa ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji safi na salama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha ya watu yanaendelea. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tumekuwa ni maeneo ambayo ni ya kimkakati na hiyo ni sehemu pia ya kujibu hiyo issue ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ni maeneo ambayo yanakuwa yanaathirika zaidi. Kwa mfano unaposema wilaya kama ya Maswa ina ukame, inapokea mvua kiasi kidogo sana, ambapo kwa maana hiyo maana yake tunahitaji kuangalia namna gani ambapo wananchi wanaweza wakapata hiyo huduma ya maji ili waweze maisha yaweze kuendelea kwa ufupi.
Lakini eneo lingine ni eneo la uhifadhi wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo bonde letu maeneo ambayo yana changamoto kubwa sana yaliyoathirika na kwenye yani vyanzo vyetu ambavyo tumevifanyia assessment ni vyanzo 183. Lakini kati ya hivyo vyanzo tumefanikiwa kuweza kuprotect au tunasema kuhifadhi na kutunza vyanzo 27. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni mafanikio makubwa, kwa sababu shughuli ile ni ngumu, na kwa sababu inahitaji ushirikiano mkubwa sana wa wananchi kwenye swala la uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu katiba inasema jukumu la kulinda na kutunza chanzo cha maji ni jukumu la mwananchi. Kwa hiyo sasa ni kazi kubwa, kwa sababu kuna maeneo mengine mwananchi anatamani kuyalima, mengine anatamani kufanya hiki. Lakini sasa sisi kama watekelezaji wa sheria, kwa hiyo tunachukua na inachukua muda mwingi kwa sababu ya kutoa elimu, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanashirikishwa ipasavyo ili waone ile umuhimu wa ulinzi na utunzaji wa chanzo cha maji. Kwenye ushirikishwaji hali ikoje kati ya mashirikiano ya board pamoja na wananchi, walau kuweza kuhakikisha kwamba nyote kwa pamoja mnapambana na hii changamoto ambayo tunaiona kwenye mabadiliko ya tabia ya nchi, walau hizi vyanzo vya maji viendelee kuwepo, vitunzo, kiachilia mbali idadi ya vyanzo 100 na hivi 20 na ngapi ambavyo mmevihifadhi, walau ile jitihada ya wananchi koje kuhakikisha kwamba wanashiriki kwa pamoja kuvilinda hivi vyanzo vya maji? Yani kazi ambazo tunafanya mojawapo ni hiyo. Yani kwetu sisi, yani tunaweza tukasema ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Yani kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri kwa kushirikiana na wananchi. Ni jitihada yetu ambayo tunaoifanya. Lakini kwenye eneo hili tunachokifanya hasa tunaunda jumuiya za watumia maji, ambapo tunaamini kupitia hizi jumuiya za watumia maji ni kwamba wao katika ngazi ya vijiji, kwa hiyo wanalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba sasa wanaungana pamoja. Kwa hiyo sisi tunawezesha tu ule umoja wa wananchi katika level ya kijiji ili waungane pamoja kuhakikisha kwamba wanahamasika wao wenyewe kuhakikisha kwamba hivi vyanzo vinalindwa. Lakini pia tumekuwa na matamasha, tumekuwa na workshop wanaita nini, warsha. Tumekuwa na warsha mbalimbali ambazo tunazitumia pia katika kama sehemu ya kutoa elimu. Kwa elimu kwa wananchi namna ya kuweza, lakini pia kupitia vyombo vya habari kama hivi tunavyozungumza ni eneo pia ambalo tunawaambia wananchi kwamba ni muhimu sana kutunza vyanzo vya maji, hasa ziwa Victoria. Kwa mfano sisi huku wakazi wa kanda ya ziwa, bila ziwa Victoria maana yake yaweza kuwa labda maisha yetu yangekuwa ni magumu sana. Lakini kwa sababu ya uwepo wa ziwa inasaidia kupunguza, akatufanya tuishi vizuri kwa sababu ya uwepo wa ziwa. Kwa hiyo tunahamasisha watu au wananchi kuhakikisha kwamba basi kama ni hili ziwa letu, basi tulitunze vizuri zaidi. Kwa sababu ziwa linatutunza sisi, ziwa linatupa chakula, ziwa linatupa maji ambayo ni uhai, na ziwa linatupa uchumi. Kwa sababu kuna watu wanafuga samaki kwenye ziwa wanapata uchumi, kuna watu wanafuga kuna watu wanavua tu, sio kwamba lazima wafuge. Kuna watu wanavua kutoka kwenye ziwa, wanauza, wanapata hela ambazo fedha hizi zinawasaidia kuweza kuboresha maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo ni vizuri kutunza kile kitu ambacho kinatupa uhai, lakini pia kinatupa maisha. Kwenye kutunza hapo mkurugenzi, kuna sekta nyeti sana ambazo haziwezi kuendelea bila maji. Kuna sekta ya kilimo, kuna sekta ya mifugo, kuna sekta ya uvuvi. Bodi imeweka mikakati gani kwenye hizi sekta kuhakikisha pindi ambapo zinatumia maji yetu, kwanza zinapata maji ya kutosha, lakini zinaweka mazingira ambayo yatayatunza maji yetu kuwa sehemu salama? Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ukienda kwenye viwanda utaona wanatiririsha aidha ni maji machafu kuelekea ziwani. Mikakati ikoje kwenye kulinda wapate maji endelevu, sekta iendelee, lakini wao watunze vyanzo vyetu vya maji? Nashukuru, hilo ni yani umesema ni jambo ambalo ni la msingi sana, kwa sababu bila kuwa na utaratibu madhubuti
unaweza kukuta kwamba hii rasilimali ya maji ambayo tunayojivunia nayo inavurugika na inaharibika na inapotea, alafu tunakosa uendelevu wa rasilimali za maji na maisha yetu yatakuwa katika hali ambayo ni hatarishi. Kwa hiyo sisi kama bodi na kama wasimamizi wa rasilimali za maji, ulivyosema, hizi sekta ni muhimu sana: sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya maji yenyewe, kwa sababu tuna mamlaka ambao pia wanatumia maji kutoka kwenye ziwa. Kuna ufugaji, mifugo, ni maeneo muhimu. Ukizungumza mifugo unazungumzia uchumi wa nchi. Ukizungumzia kilimo unazungumzia uchumi wa nchi. Kwa hiyo sasa kwenye maeneo haya ambayo tunachokifanya, cha kwanza ambacho tulichofanya kama bodi, tumeandaa mpango shirikishi wa matumizi ya maji kwenye eneo la bonde la Ziwa Victoria, ambao mpango huu ni wa miaka 25. Sasa huu mpango unajumuisha sekta zote. Umeainisha kwa mfano sekta ya kilimo wanahitaji maji kiasi gani, sekta ya uvuvi wanahitaji maji kiasi gani, sekta ya mifugo wanahitaji kiasi gani, sekta yetu hii ya maji yenyewe inahitaji maji kiasi gani. Kwa hiyo imeainisha maeneo yote ambayo sasa kwetu sisi natusaidia sasa kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza kusimamia vizuri. Lakini pia mpaka watu binafsi, NGOs, tumeainisha namna gani ambavyo wataweza kuweza kutumia hii rasilimali za maji. Lakini sasa sisi katika kusimamia ili swala zima ili iweze kwenda vizuri, sisi tunatoa vibali vya matumizi ya hayo maji. Na katika vile vibali tunaweka masharti ambayo tutaonyesha. Kwa mfano, tumempa mtu wa kiwanda kutumia maji na kumwaga maji taka kama ulivyosema. Kwa hiyo tutampa maelekezo, kwa sababu ili uweze kumwaga maji kwenye mazingira inabidi uwe umefikia vile viwango. Tuna viwango vya kitaifa na tuna viwango vya kimataifa. Kwa lazima awe amefikia viwango vya kimataifa, tunaita WHO standards. Lakini kiwango cha kitaifa tunaita East African standards. Lakini kwa hiyo katika viwango hivi vyote lazima mtu aweze kuvifikia, alafu ndo tumruhusu kuweza kumwaga maji kwenye mazingira. Na ikitokea sasa amekiuka hivyo viwango, sheria inasemaje? Akitokea mtu amekiuka masharti ya kibali, sheria inasema anaweza akapewa adhabu kwa maana ya kifungo au faini au vyote viwili. Kwa hiyo ndo sheria imeweka wazi. Kwa hiyo kutegemea na kosa atakalokuwa amelifanya. Kwa sababu hata asipofikisha hivyo viwango akamwaga maji, kwa hiyo kuna sheria inaainisha kwamba yale maji yalikuwa na level gani ya uchafuzi. Alafu kutokea pale ndo unaweza kuestablish ile fine. Yaani unaweza kutengeneza ile fine. Au kama itaonekana kosa ambalo halihitaji fine peke yake, basi itabidi unamfungulia mashtaka mahakamani aweze kufanya hiyo fine, lakini pia na kutumikia kifungo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo sheria inavyoelekezwa kwa watu ambao wanaochafua mazingira yetu ya maji. Umetaja vitu vingi sana ambavyo mimi kwangu vimenipa nafasi ya kutafakari na kujaribu kuona. Sisi zamani kwa ukisikia bonde la ziwa pengine tunaangalia huu tu mwambao wa Ziwa Victoria. Leo umejaribu kunifikirisha kuona kwamba nyinyi hamwangalii jiografia ya mkoa wa Mwanza. Mna mikoa zaidi ya 8 ambayo mnaihudumia ambayo iko kwenye bonde la Ziwa Victoria ambayo inagawa maji ndani ya ziwa. Kwenye majukumu na jitihada ambazo bonde linafanya, huyu mwananchi mmoja ambaye yuko ndani ya hifadhi hii ya bonde la Ziwa Victoria, bodi imechangia vipi kumjenga ama kuongeza ama kukuza uchumi wa mtu mmoja mwanzo tuzungumzie kitaifa wa mwananchi huyu ambaye anapatikana hii kwenye jiografia ambayo iko ndani ya bonde la Ziwa Victoria? Nashukuru. Nadhani ukiangalia kwa ukubwa wake ni kwamba huyu mwananchi mmoja yani sisi tunapohakikisha kwamba maji yapo tayari kwetu sisi tumechangia uchumi wake. Kwa mfano, tunapohakikisha kwamba maji ya Ziwa Victoria yako safi kama nilivyosema. Yani mwananchi mmoja anayeishi katika maeneo ya Ziwa Victoria, kuna mmoja atakuwa mvuvi, kuna mmoja atatumia maji kwa kunywa ambayo tunayoyatoa. Kuna mwingine atatumia maji kwa ajili ya umwagiliaji, labda shughuli za kilimo. Kwa hiyo kupitia mtu mmoja ni kwamba tunapohakikisha kwamba Ziwa Victoria linakuwepo na linakuwa salama, maana yake tayari tumeshachangia
kwa kiasi kikubwa kwenye kuhakikisha kwamba huyu mwananchi anapata kipato. Anapata kipato. Ila ziwa lisipokuwepo, kwa mfano hata sisi hapa manake asubuhi tumeamka, tumepiga mswaki, tumeoga, ndo tumekuja hapa. Maana yake ni kwa sababu ya uwepo wa maji ya ziwa, ambayo ndo maji ambayo tunayotumia kwenye majumba yetu. Kwa hiyo sisi tunapohakikisha kwamba maji yapo, tumehakikisha maana yake tayari tuna mchango mkubwa kwa maendeleo ya mwananchi mmoja mmoja. Lakini hata vyanzo vingine vya maji ukiachia ziwa, kwa mfano tuna mito, tunaambia mito hiyo itunzwe vizuri. Tunaposema mto Mara, mto Mara, wananchi wanaoishi kwa mfano mkoa wa Mara wanautegemea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia mto kwa ajili ya matumizi. Kuna wavuvi wanavua, wale achana na wale wakubwa, kuna wale wadogo mtu anaenda anavua samaki, siku hiyo anapata kitoweo, anakula, anaishi, familia inaendelea kustawi na kukua. Lakini kuna shughuli zingine ndogo, kwa mfano kuna watu wanaochimba madini, wanahitaji maji kwa ajili ya kusafisha madini yao. Kwa hiyo kupitia hao wananchi, ni kwamba tayari uwepo wa hayo maji unasaidia kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Lakini pia kwa mfano mto Mara, nimechukulia mfano, tuna mbuga za wanyama. Ili tuendelee kama kuchangia uchumi, lazima ule mto uendelee kuwa na maji ili uweze kuendelea kuhudumia wanyama walioko kule ndani ya hifadhi Serengeti. Lakini pia kwa mfano upande wa mkoa wa Kagera, tuna maeneo ambayo tunazalisha umeme wa maji, tunaita hydro power. Sasa umeme wa maji unategemea uwepo wa maji. Kwa hiyo sisi tunapohakikisha kwamba maji yanaendelea kuwepo, maana yake tunahakikisha kwamba umeme unaendelea kuwepo. Maana yake tunahakikisha kwamba wananchi, watu wanafanya shughuli zao vizuri. Jamii iendelee kufanya shughuli zao vizuri kwa kutumia umeme na mambo mengine. Kwa sababu pale tuna umeme ambao tunaita Rusumo hydro power. Sasa pale wanazalisha umeme megawatt 80, ambapo of course kwa nchi yetu tunapata 26. Burundi na Rwanda ni nchi tatu ambao tuna share umeme. Lakini sasa ni umeme wa maji. Kwa hiyo tunatakiwa kuhakikisha kwamba mto Kagera unatunzwa vizuri ili uendelee kuwa na maji, tuendelee kupata umeme. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo nimejaribu kulizungumza. Lakini ukiangalia kwa mfano maeneo mengine, watu wana mifugo mingi, na katika mifugo wanahitaji maji. Sasa maji yasipokuwepo, mifugo haiwezi kuwepo. Na mifugo kwenye maeneo kwa mfano kama wenzetu huko Bariadi wapi, yani mifugo ni kitu ambacho kwao ni kitu cha msingi sana. Mtu asipokuwa na ng'ombe, anaona kama hana utajiri. Yani anaonekana kama wewe ni mtu ambaye una level ya chini kidogo. Lakini ukiwa na ng'ombe basi unaonekana. Lakini ng'ombe wanakunywa wapi maji? Ng'ombe wanahitaji kunywa maji mengi. Kwa hiyo lazima kunapokuwa na maji umechangia uchumi wa mtu mmoja. Mkurugenzi, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Mmoja kati ya shughuli ambazo ulisema ni pamoja na uchimbaji wa visima. Natamani kujua mikakati ambayo mmeiweka kuhakikisha mnarahisisha uchimbaji wa visima kwa mtu mmoja mmoja. Kuna wengine wanakuwa na visima vya matumizi tu ya nyumbani, lakini mwingine anataka kufanya au kukuza uchumi, fanya biashara. Mnaangalia vigezo gani, lakini gharama ziko vipi, na mnaipimaje ardhi kwamba hii ni sahihi kwa uchimbaji wa visima? Kwenye eneo hili hapa la uchimbaji wa visima, ni kweli mtangazaji, sisi kama wasimamizi wa rasilimali za maji ziko tunaita juu ya ardhi na chini ya ardhi. Kwa hiyo ndio rasilimali za maji zilizo. Sasa rasilimali za maji chini ya ardhi, maana yake ili uweze kuipata, kwa sababu ni rasilimali ambayo imejificha. Kwa hiyo unahitaji kufanya vipimo na baadaye kuchimba. Sasa na huduma hizi tunazitoa sisi bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria. Tunatoa hiyo huduma ya upimaji, kujua maji yako umbali gani na kiasi gani. Kwa hiyo tunafanya upimaji. Ingawa kwenye kiasi cha maji of course ni bado kwa sasa sayansi haitupi exactly, yani ile quantity mpaka uweze kuchimba. Kwa hiyo of course, kwa hiyo ni eneo ambalo tunatoa huduma hiyo ya upimaji wa maji chini ya ardhi. Na of course kwenye eneo hili hapa gharama zake of course inategemea na mahali unaenda kuchimba wapi na ukapimiwa wapi na nini, kwa sababu ya gharama ya mafuta kupanda. Kwa hiyo bei zetu zina range kwenye huduma ya utafiti kuanzia 1.5 milioni mpaka 2.5 milioni.
Kwa hizo ndo huduma na ni gharama ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupimiwa eneo lako kwamba lina maji au halina maji, na kama maji yapo kiasi gani, na maji ubora wake ukoje, na chumvi au hayana chumvi. Kwa hiyo watakwambia baada ya kuwa wamepima. Lakini pia sasa hivi tunatoa pia huduma za kuchimba kabisa. Tunapomaliza kupima tunaingia kwenye huduma ya uchimbaji, kuchimba kisima. Kwa hiyo serikali imetupatia mitambo, tunayo mitambo 4 ambayo inayo drill. Kwa hiyo mitambo hiyo inasaidia kuchimba na kuweza kupata kisima. Pengine mkurugenzi, kuna athari zozote ambazo mimi ninajua nina kiwanja changu, nina eneo langu, nina access ya kuchimba kisima, sijawashirikisha bonde, kuna madhara pengine au kuna kosa nalifanya nikifanya hivyo? Ukishakuwa na eneo lako, taratibu za serikali, kila taasisi, kuna taasisi zimepewa mamlaka yake. Kwa mfano, unapotaka kupata kiwanja kisheria unatakiwa uone watu wa ardhi. Lakini unapotakiwa kupata maji kisheria unatakiwa tuone sisi watu wa bonde. Okay. Kwa hiyo ukichimba bila kufuata huo utaratibu unakuwa umekiuka sheria. Kwa hiyo unakuwa umefanya kosa kisheria. Kwa hiyo sasa wananchi wanatakiwa, mtu anapotaka kuchimba kisima hata kama ni kwenye eneo lake la nyumba, unatakiwa ufike kwenye ofisi ya bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria. Tunatoa vibali, na tunapotoa vibali vya kuchimba kisima cha maji unapewa pia maelekezo ni namna gani kisima chako kinatakiwa kiwe bora na kiweze kuwa sustainable. Lakini kwenye eneo hili pia kuna madhara ya kuchimba kisima ya kitaalamu, kwamba huwa tunaita kwamba ile miamba kule chini, usipofuata utaalamu unaweza ukachimba kisima wewe hapa ukapata maji, jirani yako pale naye kachimba kisima akapata maji. Sasa kuna mambo mawili. Tunasema ile miamba inaweza ikawa imeungana. Sasa ikiwa imeungana na umechimba visima karibu, kwa hiyo kunategemea, inawezekana yule mwenzako kachimba labda shimo kubwa. Yaani tuseme kisima ambacho ni kipana, alafu wewe una kisima ambacho si kipana. Kwa hiyo unaweza kukuta maji yaliyoko kwako na itategemea na mwinuko wa maji kule kwenye chini ya ardhi, yani tunasema slope. Unaweza kukuta wewe maji yako yote yakahama kutoka kwenye kisima chako yakahamia kwa mtu mwingine. Sasa matokeo yake itaonekana kuwa waliokuchimbia au walikudanganya, kwa sababu walikwambia maji yapo, kumbe yamekaa muda mfupi maji yamepotea. Kumbe yamehamia kwa mtu mwingine. Lakini pia hasara nyingine watu tunasema kujiponchi. Nadhani unajua kwenye ardhi kule chini, ukishaitoboa ardhi na huyo akaitoboa kama ni karibu inaweza kusababisha ile tunasema kitaalamu subsidence ya ardhi. Yani udongo ule unajiponchi, unamomonyoka. Ukishamomonyoka unaziba ile mikondo ya maji. Yani kwa sababu kule chini mikondo ya maji ni kama damu kwenye mwili wa mtu. Sasa udongo likishamomonyoka, maana yake litakandamiza ule mshipa unaopitisha maji, mkondo tuseme basi, mkondo unaopitisha maji. Sasa ukishakandamizwa, maana yake maji hayawezi tena kutoka kuingia kwenye kisima chako, na badala yake inasababisha kisima kutokuwa na maji. Kwa hiyo hilo eneo pia ndio maana tunasema ni muhimu kwamba wananchi wafike kwenye bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, wapate kibali cha kwenda kuchimba kisima, na wakishapata kibali basi watapewa maelekezo. Kama kuna mtu jirani, kwa sababu sisi tunazo taarifa, tutawaambia kuna umbali ambao unaokubalika kuchimba kisima. Kwa hiyo watashauri kwamba kulingana na miamba ya hapa unaweza ukachimba kisima karibu au usichimbe kisima, kwa sababu kichimba kisima kutakuwa na matatizo kama hayo nilioongelea, ukiacha na yale matatizo ya kisheria. Okay. Katika hii miaka 16 toka kuanzishwa kwa bodi hii, na ninaamini bado tuna safari ndefu ya kuelekea kuiendea. Je, ni dira gani ambayo bodi ya maji ya bonde Ziwa Victoria imeweka ndani ya miaka mijayo ili kuweza kuhakikisha kauli mbiu ambayo ipo kwamba ziwa letu, uchumi wetu tuitunze, iwe sehemu ya maisha ya kila Mtanzania? Kwa sasa hivi sisi bodi, baada ya kuwa tumeanzisha kama ulivyosema mwaka 2000, tuliweka dira na maono ya taasisi. Kwa hiyo maono ya taasisi yaliyopo, kwanza tunatakiwa tuhakikishe kwamba
maji yapo kwa ajili ya watu na mazingira. Kwa hiyo hayo ndo maono ya taasisi, kwamba tuhakikishe maji yapo ya kutosha, lakini sio kuwepo tu, sio kuwepo, yawepo ya kutosha. Ndio, kwa ajili ya watu na mazingira. Kwa hiyo ndo maono ya taasisi yetu. Yani kwa vyovyote vile tunafanyavyo, lakini tuhakikishe kwamba maji yapo kwa miaka yote kwa ajili ya watu. Kutokana japo changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi tunashuhudia kwenye mataifa mengine, lakini mkakati huu ukisha kwamba maji yawepo ya kutosha kwa ajili ya kutosha kwa ajili ya watu, kwa ajili ya mahitaji ya watu na mahitaji ya mazingira, kwa sababu unajua maji ni muhimu kwa shughuli za kiuchumi. Maji ni muhimu kwa ajili ya maisha ya watu, maji ni muhimu kwa ajili ya mazingira pamoja na viumbe hai wengine ambao wako kwenye maji. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kwamba tunahifadhi, wanasema nini, tuna protect interest ya hao living organisms. Ukiachilia na binadamu. Lakini dira yetu tunasema sasa, ili tuweze kufikia hayo maono, tunahitaji sasa shughuli zote zinazohusiana na usimamizi wa rasilimali za maji zifanyike kwa pamoja na wananchi. Ili tuweze sasa kila mwananchi aweze kufikia hilo kusudio letu, kwamba mwananchi apate maji kwa ajili ya uchumi, apate maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, apate maji kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo zitamuingizia uchumi. Kwa hiyo sasa tukasema sisi sasa dira yetu, ili tuweze kufika huko tunapokutazamia, basi inabidi tushughulike haya mambo yote ya usimamizi wa rasilimali za maji kwa pamoja. Sasa kwa pamoja na nani? Kwa pamoja na wananchi, pamoja na wadau wa maendeleo, pamoja na NGOs zilizopo, pamoja na kila mtu katika eneo la bonde la Ziwa Victoria. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tunayo imani kwamba tutaweza kufikia haya malengo ambayo tuliyoweka, au tutaweza kuifikia hii vision ya taasisi ya kwamba maji kwa ajili ya watu, maji kwa ajili ya mazingira. Tunaelekea tamati ya mazungumzo yetu. Pengine nini rai yako na neno gani ambalo pengine ulitamani kuzungumza na mwananchi ambaye anakusikiliza sasa kwa njia ya radio, anayekutazama kwa njia ya television, lakini anayekufuatilia kwa njia ya mitandao yetu ya kijamii, YouTube Inland Media TZ, ama ni Instagram ya Inland Media TZ? Ni kitu gani ambacho tulitamani kumwambia, ama nini rai yako unaweza kuzungumza tukiwa tunaelekea tamati ya mazungumzo yetu? Rai yangu kwa wananchi, cha kwanza kabisa ni kwamba wananchi tulitunze ziwa letu. Wananchi wetu wa kanda ya ziwa, tutunze ziwa kwa uchungu mkubwa sana, kwa sababu ziwa letu kama nilivyosema ni uchumi wetu. Kwa tunahitaji kulitunza. Kwa hiyo tulitunze kwa nguvu zote, tena kwa wivu mkubwa sana, kama tuliokuwa nao zaidi, wivu kwa wapenzi tulionao, kwa wivu mkubwa kabisa kama wivu tuliokuwa nao kwa wapenzi zetu. Kwa hiyo hilo ni wito wangu muhimu sana. Lakini eneo lingine ambalo ningetamani wananchi tushiriki pamoja ni kwamba tuache kufanya shughuli za kibinadamu, kwa maana ya kulima mpaka kwenye chanzo cha maji. Tuache, kwa sababu kufanya hivyo kuna madhara makubwa. Madhara nimeshayasema. La kwanza, madhara yake ni kuchafua maji. Lakini la pili ni kuingiza mchanga kwenye maji, na matokeo yake unapunguza kimo cha upatikanaji wa maji. Wakati mwingine vyanzo vimekufa kabisa. Wakati mwingine chanzo kinakufa kabisa kutokana na shughuli hizo. Maana mtu analima mpaka kwenye chanzo. Kuna wengine mpaka anabadilisha mwelekeo wa chanzo cha maji kama ni mto, ili apate sehemu ya kulima. Na wakati mwingine anapobadilisha mwelekeo inasababisha mafuriko. Watu, mvua ikija, wanaenda yanaingia mpaka kwenye nyumba za watu, kwa sababu kuna watu wachache wameshabadilisha mwelekeo wa maji. Kwa hiyo tuache kufanya shughuli za maji na ni shughuli za kilimo na shughuli zozote ambazo zinaleta hatarishi kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo ni muhimu. Lakini eneo lingine, tuache kuchimba visima holela, kwa sababu kufanya hivyo, kama nilivyoeleza, madhara yake ni kama haya tuliyosema, ni kukauka kwa visima pasipokuwa na sababu yoyote. Lakini na mengine kama nilivyosema, unaweza ukashangaa kisima kimejiponchi, kwa hiyo unashindwa kupata. Kwa hiyo tusichimbe visima holela. Tufuate utaratibu,
tupate vibali kutoka kwenye bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria ili tufanye kazi kwa kufata taratibu na sheria zilizowekwa za nchi. Lakini eneo lingine tusitumie maji bila kuwa na vibali vya matumizi ya maji. Kwa sababu serikali iliweka taasisi hii kwa ajili ya kutoa mwongozo na kutusaidia, kwa sababu tunatoa vibali vya matumizi ya maji ili tuweze kujua ni watu wangapi wanatumia maji na maji kiasi gani yameshatoka kwenye ziwa, ili serikali iweze kuwa na mipango ya baadaye kwamba ni namna gani sasa maji yameshatumika. Je, tuje na mipango mingine ya kutoa maji kwa mfano kwenye Ziwa Victoria. Kama sasa hivi tuna mpango wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda Dodoma. Tusipokuwa na takwimu sahihi, tunaweza tukasema tuna maji mengi kumbe hatuna maji mengi kwa sababu hatuna takwimu sahihi. Sasa mtu anapoomba kibali cha kutumia maji, manaka anatusaidia. Tutajua maji kiasi gani anatumia na sisi sasa tutajua tunabakiwa na maji kiasi gani kwenye ziwa. Kwa hiyo ni sehemu muhimu. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa wananchi ni kwamba tusitumie maji bila kuwa na vibali. Tupate vibali vya matumizi ya maji. Lakini sheria hapa inazungumza, niweke vizuri mtangazaji, siji kachanganya. Inasema kwa mtu yeyote anayetumia muundombinu wa kuchukua maji kwenye chanzo chochote cha maji, ndiyo anayetakiwa kuwa na kibali cha matumizi ya maji. Ila mtu akienda kuchota kwa ndoo, akienda kuoga kule kwenye ziwa, hahitaji kuwa na kibali cha matumizi ya maji. Okay. Kwa hiyo hilo nitaka niweke vizuri ili nisije nikatengeneza taharuki kwa watu kwa mfano najua tumeanza kutafuna dakika za habari kwa ufupi. Mtu ambaye anafanya shughuli ya kilimo karibu na vyanzo vya maji, amefunga mashine kwa ajili ya umwagiliaji, huyu anapaswa kuomba kibali ama yeye yuko kwenye matumizi ya kawaida? Anatakiwa kuomba kibali. Anatakiwa kuomba kibali. Sawa. Na utupaji wa chupa hovyo, jamani, tumepewa elimu kwamba tunachafua ziwa letu. Tusipolitunza haliwezi kututunza pia. Kiongozi, sisi tukushukuru sana kwa kuwa sehemu ya matangazo yetu haya na kutupatia elimu nzuri ambayo pengine wengine hatakuwa nayo, lakini leo kuna kitu ambacho tumeondoka nacho. Unaweza tukarejea kutaja jina lako na nafasi yako tukiwa tunahitimisha mazungumzo yetu kwa asubuhi ya leo? Lakini tunawapataje? Asante, jina naitwa Dr. Renato Sishino, ni mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria. Ofisi zetu ziko Mwanza Igogo, kwa hiyo kwa mtu akihitaji huduma wakati wowote anaweza kufika ofisi yetu ya maji bonde la Ziwa Victoria iko Igogo, lakini tuna ofisi Isanga kwa maana ya Geita, tuna ofisi Bukoba, tuna ofisi Bariadi, tuna ofisi Msoma. Kwa hizo ni ofisi zetu. Mtu yote akihitaji huduma ya aina yote niliyotaja, kupata vibali, afike kwenye hizo ofisi zetu, then atapata huduma. Yeah. Sawa, shukrani sana. Asante sana. Tukushukuru sana msikilizaji ambaye ulikuwa unatufuatilia kwenye matangazo yetu ya Inland FM Radio, pamoja na wale ambao mlikuwa mnafuatilia kwa Inland Television. Sisi tunaweka nukta ama tunafika kaditama mwa mvumo wetu asubuhi. Tayari muda umekwisha kwenda matiti kwa ajili ya habari kwa ufupi. Tukombe radhi tu ambao tujapokea simu yako ama ambaye tujasoma arafa yako, wewe ambao umetuandikia hapa kwa sababu ya majukumu yalikuwepo. Kesho pia nayo ni siku. Langu jina Betha Tando. Mimi ni Kadashi. Tunakisha habari kwa ufupi. Uwe na asubuhi njema na siku njema.